Naam, watazamaji wa Zuma David, siku ya leo niko hapa mbele zenu. Kwanza kabisa niseme samahani kwa sababu ya kubadilisha jina ya hii channel. Ilikuwa inaitwa Dazum, but nimeona nibadilishe jina nikaita Zuma David, ili kwa sababu tupate kufikiana kwa rahisi vizuri na ili tuelewane vizuri. So ni kubadilisha jina tu, si kwamba kuna jambo lote ambalo limebadilika, isipokuwa tu jina ya channel, ya kwamba ukitaka kumtafuta Zuma David unaenda tu kule YouTube, badala ya kwenda kutafuta Dazum unatafuta Zuma David, na naamini tutafurahi pamoja. So Zuma David ndio hiyo channel, na hata ile video ingine ilikuwa kwa jina la Dazum sasa iko bado hapo, na bado jina unalipata kwa jina la Zuma David, ikiwa tu vizuri. Hakuna kitu kimebadilika ila tu jina peke yake, kila kitu kiko sawa. So tuendeni vizuri sasa. Kama unakumbuka kwa video iliyopita niliongelea kuhusu kujijua na kujitambua na kujielewa, ili kutegemeeka na watu wengine, ili ama watu wengine wakutegemee. Nina uhakika kabisa niko sawa nikisema kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye hana mtu anayemtegemea. Awe mdogo au mkubwa, kuna mtu ambaye anamtegemea. Uwe maskini uwe tajiri, kuna mtu anayekutegemea. Sasa huyu anayekutegemea, itakuwaje kama hatapata kile anachokitazamia kwako kwa wakati? Kile ambacho anakitazamia kwako atakapokikosa, itakuwaje? Na ni yeye na anakutegemea wewe kwa mambo fulani ambayo anajua anaweza yapata kwako tu. Swala hili halitatokea kama mtu hatajijua ama hatajitambua. Ni lazima mwanzo mtu ajielewe na ajitambue, ndipo awe anaweza kufanya yale mambo ambayo yanatarajiwa kutoka kwake kwa usahihi. Kama mtu hatajijua na kujitambua, ina maana hakuna venye ataweza kufanya yale yanayomstahili kwa wakati sahihi. Kwa mfano, niongelee jambo moja ambalo limekuwa sugu na halionekani kama ni tatizo, ila ni tatizo kwa generation inayokuja. Unajua, in our generation, haya maisha tunayoishi, I'm very sure that kwa generation inayokuja maisha yanaendelea kubadilika kila wakati. Jinsi mambo yanavyobadilika, kila kitu kinabadilika. So maisha tunayoishi sisi, kama tunasema ni magumu, wanaokuja mbele yetu watapata maisha magumu zaidi pengine. Lakini sasa haya maisha yawe magumu ama yawe rahisi, kwa mtu anayejijua hayatamchanganya. Niseme hivi, kuna hii taswira ya wamama, niseme wamama. Wakati mama anaporaise mtoto wake wa kike, hasa niseme wa kike, anaporaise mtoto wake wa kike pale kwa boma, ana matumaini ya kwamba mtoto wake ajawe mtu wa kutegemeka hapo mbeleni. Na sasa huyu mama, ili mwanawe aje awe wa kumtegemea mbeleni, kuna vitu lazima ajaribu kuvikinga hapa katikati, ili matazamio yake kwa mwanawe yatimie. Sasa wamama wa leo, si wote, lakini baadhi yao, wamama hawa wa leo wanaona mbinu muhimu ama mbinu nzuri ya kumzuia mwanawe ama binti yake kutoharibika ama kujitunza kama mwanamke vizuri,
anaona mbinu nzuri ni kumchukua mwanawe na kumdunga sindano ya kupanga uzazi, ili tu asipate mimba kabla ya kuolewa ama asipate mimba kabla ya kumaliza masomo. Anaona ni heri mwanawe amdunge sindano ya kupanga uzazi. Sasa nikiuliza, huyu mwanamke anajijua, atakuwa ni makosa? Huyu mwanamke atakuwa anajijua kweli? Hii ni mbinu nzuri kweli anayofanya? Badala ya kumfundisha mwanawe ama binti yake mambo ama misimamo mizuri itakayomfanya aishi maisha mazuri, yeye anaona suluhu ni kumdunga sindano ya uzazi. Huyu mwanamke anajijua? Kama huyu msichana akidunga sindano za uzazi, hizi sindano ama hizi dawa ziko na side effects, zina madhara yake. Kila kilicho kizuri kina madhara yake. Sasa tuangalie kile kizazi kinachokuja ama baadaye huyo msichana wako, kwa sababu kila kinachopandwa leo kina mavuno kesho. Kila uamuzi unaofanya leo utavuna kesho. Niseme tu, uamuzi unaofanya ni kama mbegu unayoipanda chini ya ardhi, na uone hakika mbegu hiyo utaivuna baadaye. Huyu mama anapofanya mwanawe apange uzazi, badala ya kumfundisha msimamo mzuri kama msichana na kujitunza kama mwanamke ili aje awe mama mzuri baadaye, kwa sababu hii ni msingi ambao mjengea mwanao na yeye atawaambukiza kwa wanawe. Ndio maana nasema ni mbegu unayoipanda na utaivuna baadaye. Basi ni vema ufanye uamuzi mzuri, uamuzi wa busara, ili uje upate matunda mema baadaye. Wewe mama uliye na binti yako, fanya uamuzi mzuri, mfundishe binti yako maadili mema, badala ya kukimbilia hospitali kumdunga sindano. Mwelekeze jinsi gani ya kuishi kama msichana ili ajawe mama mzuri baadaye. Ni ndoto yetu sote wa Afrika ya kwamba Afrika yetu ibadilike, Afrika yetu iwe na maendeleo baadaye. Lakini haya maendeleo tunatarajia kwa watoto wetu tunaowazaa. Pale wewe kama mzazi utakapoachia mwanao aendelee. Sasa kama tunaharibu wanetu, nini kitatokea keshoni? Sisi kama wazazi tuwe na uamuzi mzuri kwa watoto wetu, ukijua kwamba kila unachokiamua, kila uamuzi unaochukua leo ni mbegu unayoipanda. Panda kitu kizuri kwa wanao, utavuna baadaye. Ukipanda kitu kibaya, bado vile vile utavuna. Ni topic nyingine nitakuja niongee vizuri kuhusu uamuzi, lakini nimepitia hapo ili kuleta hii kitu vizuri. Sisi kama wazazi tuwalee watoto wetu kwenye misingi mizuri. Simaanishi kwamba mtoto akipotoka ni kama hajafundishwa. No, si watoto wote watakusikia na kukuelewa, lakini fanya sehemu yako na mzazi, lakini usikimbilie shortcuts. Wazungu walisema shortcuts always a wrong cut. Wewe mama, usimdunge msichana wako dawa za kupanga uzazi. Atakuja akose mtoto mbeleni, na wewe ndo utakuwa sababu. Akija kikosa mtoto mbeleni, wewe ukiwa sababu. Hizi dawa zifanye kazi kwa wamama ambao wana waume zao na si kwa wasichana. Mama zetu, fundisheni watoto wetu vizuri ili tuwe na kizazi kizuri baadaye, tuwe na taifa zuri baadaye.
Natarajia kuendeleza Kenya yetu vizuri, kuendeleza East Africa vizuri, na Afrika yote kwa jumla, na hata ulimwengu mzima vizuri. Lakini ili ulimwengu uwe mzuri baadaye, unategemea hasa nyinyi wazazi wa leo mnaolea kizazi cha baadaye. Tukilee vizuri ili baadaye tuwe na matokeo mazuri. Bye bye.